Asubuhi njema Jumatatu tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2026. Karibu katika taarifa zetu za runinga ya New Life Africa International. Runinga inakuletea habari za utendeti kutoka humu shuleni na kimataifa. Wasomaji wetu ni Neema Adhiambo, Samuel Masilo, yaliyomo teknolojia na elimu. masomo ya ziada, Umuhimu wa masomo ya ziada. nidhamu, Usibonyeze kidude, andamana nasi hadi tamati. Habari kamili. Teknolojia inachangia vipi katika elimu? Kwa habari za kina, tuungane na ripota wetu. Mfumo wa kidijitali unachangia pakubwa shuleni katika elimu kwa njia nyingi. Unasaidia wanafunzi kujifunza kwa njia ya kisasa na kuwatayarisha kwa ulimwengu wa kazi. Tunatambua umuhimu wa teknolojia katika elimu na tunahamasisha wanafunzi kutumia vifaa vya kidijitali kufikia malengo yao ya masomo. Teknolojia inasaidia katika elimu kwa njia zifuatazo: ufikiaji wa taarifa kutoka duniani kote, kujifunza kwa mtindo wa kibinafsi na kuwapa wanafunzi uwezo wa kujifunza kwa njia inayofaa na kufikia malengo yao ya masomo, kuwapa wanafunzi ujuzi wa kutumia teknolojia ambao ni muhimu katika ulimwengu wa leo, kujenga ushirikiano miongoni mwa wanafunzi na kati ya wanafunzi na walimu kupitia mtandao na kuongeza ujuzi wao wa kijamii, kuwasaidia wanafunzi kusakura mtandao wanapofanya mazoezi ya masomo waliyopewa na walimu na hata kufanya uchambuzi wa kina masomoni. Tunawahimiza wanafunzi kutumia kompyuta zilipo kwenye maabara yetu. Jifunzeni, fanyeni utafiti na tengenezeni miradi yenu. Teknolojia ni zanaa inayoweza kubadilisha maisha yenu. Jifunze, vumbua na fanikiwa. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, mimi wenyu Catherine Ngata kutoka grade ya 8. Ni rasmi kwamba wanafunzi wa shule ya New Life Africa International kuanzia gredi ya 6 hadi 9 watakuwa wakihudhuria masomo ya ziada kila Jumamosi. Habari zaidi tuungane na ripota wetu. Siku iliyosubiriwa kwa hamu na gamu hatimaye imewadia. Ni rasmi kwamba wanafunzi wa shule ya New Life Africa International kuanzia gredi ya 6 hadi 9 wataanza kuhudhuria masomo ya ziada kila Jumamosi. Uamuzi huu umeafikia baada ya mwalimu mkuu Bi Jane Makena kukubali ombi lililotolewa na baadhi ya wanafunzi pamoja na walimu. Masomo haya ya ziada yanalenga kusaidia wanafunzi kurudia kudurusu masomo yao, kufanya mazoezi ya kazi waliojifunza wiki husika na kuwezesha kuelewa zaidi masomo yao. Wanafunzi wote wanaarifiwa kuwa muda wa kamili wa kufika shuleni siku ya Jumamosi ni saa 2 asubuhi. Aidha, wanakumbushwa kuzingatia kushirikiana kikamilifu masomo ya ziada yanayoendelea kila wiki kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 2 na saa 10 jioni hadi saa 11, yakiongozwa na walimu waliojitolewa kwa hamu na gamu kwa jino na ukucha, hasa wanafunzi wa gredi ya 6 na 9 ambao ni watahiniwa wanaotarajiwa mwaka huu. Wanahimizwa kujitolea kikamilifu katika masomo haya ya ziada ili kufanya vyema katika mtihani wao katika mtihani wa kitaifa mwishoni mwa mwaka huu. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, mimi wenyu Vivian Omar kutoka darasa la 7. Masomo ya ziada yana faida gani kwa mwanafunzi? Kwa habari zaidi, tuungane na ripota wetu. Je, wanafunzi wa darasa la 6 hadi la 9 mnaifahamu faida mtakazozipata kupitia masomo ya ziada? Hizi hapa ni baadhi ya faida zake. Kwanza, kudurusu masomo kwa kina, kupitia upya mada mliojifunza darasani ili kuzielewa zaidi. Pili, kupata msaada wa moja kwa moja kutoka kwa walimu, nafasi ya kuuliza maswali na kufafanuliwa pale palipochanganya. Tatu, kufanya mazoezi zaidi ya kitaaluma. Mazoezi ya mara kwa mara huongeza uelewa na ujasiri. 4, kujiandaa vyema kwa mtihani na tathmini za kitaifa, haswa kwa wanafunzi wa darasa la 6 na la 9. 5, kuongeza nidhamu na utamaduni wa kujisomea, kujenga tabia ya uwajibikaji na kutumia muda vizuri. 6, kuboresha ufaulu wa jumla. Masomo ya ziada husaidia kuinua kiwango cha kitaaluma. 7, kujiamini zaidi darasani.
Mwanafunzi anayeelewa hujiamini na ushiriki kikamilifu. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi Blessing Shalim kutoka grade ya 8. Je, nidhamu ni nini? Faida zake ni zipi? Shule yenye nidhamu huwa vipi? Habari zaidi tunaenda na ripota wetu. Nidhamu ni msingi wa mazingira bora ya kujifunzia. Inawasaidia wanafunzi kukuza kujidhibiti, kuheshimu wengine na kuwajibika kwa matendo yao. Nidhamu inapozingatiwa, ufundishaji na ufunzaji hufanyika kwa utulivu bila usumbufu usio wa lazima. Shule yenye nidhamu huendeleza utaratibu, usalama na heshima pande zote. Wanafunzi huweza kujikita katika masomo yao, walimu kutekeleza majukumu yao ipasavyo, na shule kufanikisha malengo yake ya kitaaluma ya ziada ya masomo. Nidhamu pia hutayarisha kwa maisha ya baadaye kwa kuandaa tabia zetu na kutuongoza kufanya maamuzi sahihi. Tukumbuke sote kuwa nidhamu huanza na kila mmoja wetu kwa kufuata sheria za shule, kuheshimu mamlaka, kuwa na nidhamu ya muda na kuheshimu wengine kwa adabu. Kwa hitimisho, nidhamu si adhabu, bali ni mwongozo unaotusaidia kukua na kuwa raia wenye kuwajibikaji na mafanikio. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi mwenye usikiaza kutoka grade ya 7. Je, wajua kuwa kicheko huongeza kinga mwilini? Je, wajua kuwa kicheko huongeza kinga mwili? Je, wajua kuwa kicheko huongeza kinga ya mwili? Nikiripotia runinga ya New Life, mimi mwenye Neema Jambo kutoka grade ya 6. Kwa habari hizi na nyinginezo, tembelea YouTube yetu New Life Africa International TV Nakuru, #Raising Leaders for Tomorrow. Asanteni kwa kuchagua runinga ya New Life Africa International kama runinga yenu nambari 1. Shukrani, wiki njema.